Sekta ya kilimo oye! Ndugu wananchi, serikali yetu imejipanga kujenga uchumi jumuishi, yaani uchumi unaowainua wananchi wote na unaowezesha wananchi kunufaika ipasavyo na jasho lao. Na ukweli ni kwamba wananchi wengi wapo kwenye sekta hizi za kilimo, mifugo na uvuvi. Kwa msingi huo, serikali iliongeza bajeti ya kilimo. Hii ni sawa na ongezeko la mara 4 au 4.24 na karibu shilingi trilioni 1 ya nyongeza kwa ajili ya kuendeleza kilimo na wakulima tu. Kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania. Chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, sekta ya kilimo imepiga hatua kubwa katika miaka 4 iliyopita. Bajeti ya kilimo imeongezeka kwa asilimia 230 kutoka shilingi bilioni 294 mwaka 2021-22 hadi shilingi bilioni 1248 mwaka 2024-25. Kwa kuanzisha benki ya taifa ya ushirika kwa mtaji wa shilingi bilioni 20, wakulima sasa wanapata mikopo yenye riba ya chini kama asilimia 4.5. Serikali pia imeshawishi taasisi za fedha kupunguza riba kutoka asilimia 22 hadi 9, jambo linalochochea uwekezaji zaidi katika kilimo. Kupitia kituo cha huduma za ushauri kwa wakulima Kilimo, utoaji wa huduma za ugani umeimarishwa. Pia sekta ya kilimo imefungamanishwa na viwanda, ikiongeza thamani ya mazao yetu. Vile vile, mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi yameongezeka maradufu kufikia dola bilioni 2.3 na kuimarisha nafasi ya Tanzania kwenye soko la dunia. Huku kilimo cha mazao ya biashara kikipiga hatua pia, uzalishaji wa alizeti pekee umeongezeka kwa asilimia 136.4, huku mazao kama tumbaku, pamba na korosho yakivutia uwekezaji. Kupitia programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora, vijana 686 wamepewa mashamba kwa ajili ya kilimo biashara, wakijenga mustakabali mzuri wa maisha yao. Teknolojia pia inachangia kukabiliana na changamoto. Serikali imenunua ndege nyuki 41 kwa ajili ya kudhibiti wadudu waharibifu na kulinda mavuno ya wakulima.